Hujambo mwanafunzi, karibu katika somo la leo. Na katika somo hili tunaenda kufafanua ama kujifunza kuhusu nomino za wingi. Kumbuka kwamba katika video za kwanza tuliweza kufafanua nomino za kawaida, nomino za pekee, nomino za jamii au makundi, na kisha tukaangalia nomino za dhania. Kwa hivyo katika somo hili tunaenda kufafanua nomino za wingi, na tunajua kwamba nomino za wingi ni nomino ambazo hurejelea vitu ambavyo hufanya nini? Hutokea kwa wingi, na nomino hizi unapata kwamba haziwezi zikahesabika. Kwa mfano, maji, mafuta, marashi na kadhalika. Kwa hivyo hiyo ni mifano tu ya nomino za kawaida. Unapata kwamba nomino hizi haziwezi zikahesabika. Na tumesema kwamba ni nomino ambazo hurejelea vitu ambavyo hutokea kwa wingi. Na unapata kwamba nomino hizi zina sifa mbalimbali. Tumekwisha taja sifa ya kwanza, tukasema kwamba nomino hizi hazina umoja. Kisha sifa ya pili, nomino hizi haziwezi zikahesabika. Hatuwezi tukahesabu nomino hizi. Kwa mfano, hatuwezi kusema maziwa matatu, marashi, makumi na kadhalika. Kwa hivyo nomino hizi haziwezi zikafanya nini? Haziwezi kuhesabika. Kisha sifa ya tatu ni kwamba huanza na kiambishi ma. Nomino hizi huanza na kiambishi ma. Kwa mfano, maji, kiambishi ma. Mafuta, kiambishi ma. Maziwa, kiambishi ma na kadhalika. Kisha sifa ya mwisho ni kwamba kipatanisho cha kisarufi mara nyingi huwa ni ya. Kwa hivyo kipatanisho cha kisarufi mara nyingi huwa ni ya. Kwa mfano, maji yakimwagika hayazoleki. Kwa hivyo kipatanisho cha kisarufi ni ya katika kitenzi mwagika. Na hivyo basi ikumbuke kwamba nomino za wingi huwakilisha wingi tofauti na nomino za jamii ambazo huwakilisha kundi la vitu. Kwa hivyo katika nomino za wingi huwakilisha wingi wa vitu, na katika nomino za jamii huwakilisha kundi la vitu. Hivyo basi tuweze kuangalia nomino za kitenzi jina. Nomino za kitenzi jina ni nomino ambazo huundwa kutokana na vitenzi kwa kuongeza kiambishi awali. Na kiambishi awali ambacho tunaongeza katika kitenzi hicho na tukapata kitenzi jina ni kiambishi kuu. Tunaweza kuongeza kiambishi kuu mwanzoni mwa kitenzi au kwenye mzizi tukapata kitenzi jina. Hivyo basi ni nomino ambazo huundwa kutokana na vitenzi kwa kuongeza nini? Kiambishi awali kuu kwenye mzizi wa kitenzi au mwanzoni mwa kitenzi. Kwa mfano, kusoma. Kusoma tuna kitenzi soma. Kwa hivyo tunapoongeza kiambishi awali kuu tunapata kitenzi jina ambacho ni kusoma. Kwa hivyo na tunapata kwamba nomino hizi huonyesha kitendo kilichogeuzwa kuwa jina. Kwa hivyo nomino za kitenzi jina hugeuza kitenzi tunapoongeza kiambishi kuu na kuwa jina. Kwa mfano, kusoma, tumeongeza kiambishi kuu kwenye kitendo soma na tukapata neno kusoma. Mfano katika sentensi tunaweza sema kwamba kucheza kwake kunafurahisha. Tumeongeza kiambishi kuu kwenye kitendo cheza, tukapata neno kucheza. Kwa hivyo kuna mifano zaidi kama vile kuimba, kuchora, kulala, kulia. Kwa hivyo unapata kwamba tumeweza kuongeza kiambishi kuu kwenye vitenzi hivyo tukapata maneno au jina ukipenda kwenye umoja. Kwa hivyo waweza kutumia mifano hiyo kutunga sentence, na ningependa kuacha na swali moja.
Nomino hizi mara nyingi tunaweza sema kwamba hupakia katika umoja, na zinaweza kuonyesha wingi kwa kubadilisha ku kuwa ma katika muktadha. Je, waweza kunitungia sentence? Tuweze kukutana katika kipindi kijacho.